wa madhabahu. Jambo la tatu, ibada juu ya Mungu wa madhabahu. Ibada juu ya Mungu wa madhabahu. Kila madhabahu ina aina ya ibada na kuna kanuni za ibada. Wengine watasema vaa kaniki nyeusi, wengine watavaa sema nyekundu, kulingana na madhabahu inataka nini kwa wakati huo. Na ndio maana kwa madhabahu kuna atmosphere, naona ikachange, akasema tunafunga maombi ya siku 21. Hilo ni vazi limevaliwa. Kule wangesema ni kaniki imevaliwa, jambo lifanyike. Nenda pasua mnazi njia panda. Kwa nini madhabahu huyu anasema tutafunga mwezi mzima? Kanuni ni ile ile, aina ya ibada. Ibada yako ikoje kwenye hiyo madhabahu ya Mungu wa madhabahu ili akusikie? Sasa ndio hilo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ibada yako ipoje kwa huyo Mungu wa hiyo madhabahu? Hilo ndio swali la msingi. Ndio ukisoma Yohana ile sura ya 4, mwanamke yule Msamaria, Biblia inasema alipokutana na Yesu kwenye kisima cha Yakobo, Yesu mwanamke akasema tumeambiwa tutaabudu juu ya milima hii hapa. Tumeambiwa tutaabudu juu ya mlima huu hapa. Yesu akamwambia hapana, sio juu ya mlima. Waabudu halisi wanatakiwa waabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo usipoabudu katika roho na kweli, hakuna majibu kwenye hiyo madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda haraka. Nakwambia huu mwaka tunakwenda kuvuka kibabe. Sema katika jina la Yesu. Sitavuka mwaka kawaida. Wewe utavuka kawaida, ni wewe. Mimi sitavuka kawaida. Sema katika jina la Yesu. Sitavuka mwaka kawaida. Nasikia mama wawili tu hapa. Kule kuna watu wamerelax. Unajua kuna mtu amezoea shida mpaka anajua watu wote shida ndio maisha. Ukimwambia kuna mahali tunachoma tikiti moto, anasema Mungu wangu yeye ni anasa. Ukimwambia kuna mahali tunakula ugali na chumvi, anasema rabo seke, wewe ni ujinga. Usizoee shida mpaka ikawa ya kwako. No. Sema katika jina la Yesu. 2026 nitavuka kwa kishindo. Haleluya. Kuhani wa madhabahu ndio anatoa maelekezo ya ibada ya madhabahu kwa mujibu wa Mungu aliyemwelekeza. Kwa hiyo kuna wakati huyu ndio anayesimamia aina za ibada. Kuna wakati anaweza katangaza maombi, wengine wote mkakataa, lakini yeye kwa sababu ametengwa, ile aliyemtenga amekutana naye akamwambia sasa hivi watu wafunge. Kuna mahali wanavushwa. Ukikwepa wanavushwa wale waliofunga. Ibada yako ipoje juu ya hiyo madhabahu? Juzi nilikwambia Mkristo sio kuja kanisani peke yake na kutoa sadaka. Kuna mambo mengi yanatakiwa Mkristo ayafanye. Lazima popote alipo madhabahu zingine zote zianguke kwa sababu ufalme uko pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nenda pointi ya 4, sadaka juu ya madhabahu. Kwenda haraka sana. Na wewe tumetukataa sana. Lakini najua yote tutakayoongea ni msingi. Sadaka juu ya madhabahu. Kuna sadaka, alafu kuna sadaka bora. Sema kuna sadaka na sadaka bora. Najua watu wakiongea kwa habari ya sadaka wanasema mtumishi anataka lazeri tu sasa. Ndio maana pia wachungaji wanapataga shida sana wakifundisha somo la sadaka. Inabidi atafutwe mtu anatoka Kizangazanza, kijiji cha Kizangazanga, kwa sababu akisema yeye atasema mchungaji wao anataka pesa. Si ndio pastor? Kwa hiyo inabidi umpigie mchungaji wako wa kijiji cha Kizanzanzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka, kuna sadaka nimekwambia, kuna sadaka alafu kuna sadaka iliyo bora. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 4. Mstari wa 3 unasema Kaini akaleta mazao ya ardhi kwa Bwana kama sadaka.
mazao ya ardhi kwa Bwana. Akaleta mazao ya ardhi kwa Bwana. Mstari wa 4 anasema Habili naye, kama umefungua Biblia yako, anasema Habili naye akamletea Bwana wanyama walio bora na wanyama walionona sadaka kwa Bwana. Unasikia ubora wa sadaka? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo sio bora sadaka, kunatakiwa ubora wa sadaka. Na sio context haikuelezea kwamba sadaka ya mazao ilikuwa ni dhambi. Lakini mwenzake anasema alitoa wanyama walio bora na sehemu zilizonona. Sadaka yako ipoje kwa huyo Mungu, huyo madhabahu? Sadaka yako ipoje kwa huyo Mungu wa madhabahu? Mungu haangalii sadaka peke yake. Mungu anaangalia vitu vikuu vinne. Sema vitu vikuu vinne. Jambo la kwanza, anamwangalia mtoa sadaka, moyo wa mtoa sadaka. Jambo la pili, anaangalia chanzo cha sadaka. Jambo la tatu, kwa maana anaandika, anaangalia ubora wa sadaka. Alafu jambo la 4, anaangalia njia iliyotolea sadaka. Sifa ya hiyo njia inatakiwa iwe imani. Ndio maana Waebrania 11 mstari wa 4 anasema kwa imani Habili alimtolea Mungu sadaka ikawa bora kuliko. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa imani. Kumbe sifa ya kwanza ni moyo wa mtoa sadaka. Alafu sifa ya pili ni chanzo cha usioka piga madili kazini ukaja kutoa fungu la 10. Wewe umeshalaniwa. Usiokaenda kuiba mahali afu kaja ukatoa mpaka sasa Mungu na namshukuru nilitoa 10,000 nikamwambia nipe kitu cha 1,000 akanirudishia 15,000 afu kaja kutoa fungu la 10. Wewe ushalaniwa wewe. Umekufa wewe, umeisha kabisa. Chanzo cha sadaka. Ndio maana Yesu kuna wakati fulani akasema mtu akija kutoa sadaka kama hajapatana na ndugu yake aiache sadaka hekaluni aende akapatane kwanza, kwa sababu Yesu alikuwa anaangalia kwanza mtoa sadaka. Ili utoe sadaka moyo uwe sahihi kwa Mungu wa hiyo madhabahu. Chanzo cha sadaka kiwe sahihi. Naongea faida ya sadaka kuwa na matokeo. Faida ya sadaka kuleta majibu. Lakini pia ubora wa sadaka. Ukisoma Malaki sura ya 3 mstari wa 10, kuna mambo makuu matano Biblia inasema pale. Malaki sura ya 3 mstari wa 10. Jambo la kwanza anasema leteni zaka kamili. Akizungumza kamili anaongelea ubora wa sadaka kamili. Kuna mtu analeta isiyo kamili akitaka Mungu ampe kamili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema leteni zaka kamili. Jambo la pili anasema kiwepo chakula nyumbani mwangu. Jambo la tatu anasema nijaribuni. Yaani kuna sehemu zote hata Yesu mwenyewe anasema usimjaribu Bwana Mungu wako. Lakini kwenye sadaka Mungu amesema nijaribuni kwa njia hiyo muone. Jambo la 4 anasema nitayafungua madirisha ya mbinguni. Jambo la 5 anasema nitawamwagia baraka, sio nitawapa. Kwa hiyo ukitoa sadaka kamili, ukitoa sadaka iliyo bora, unaelewa sawa sawa? Unaelewa sawa sawa? Itasababisha
mbingu zifungue madirisha. Unajua kwa nini nasema nitafungua madirisha ya mbinguni alafu nitawamwagieni baraka? Kwa sababu tunategemea gari kama linaingia liingilie pale mlangoni, lakini likiingia dirishani kila mmoja atajiuliza kwamba huyu dereva vipi huyu? Unaelewa sasa? Yaani gari mgeni akiingilia mlangoni, pastor, that is fine. Hiyo tunajua mgeni anaingilia mlangoni, lakini mgeni akiingilia dirishani lazima tujiulize, ni mgeni anaeleza kwamba na mtu akitoa sadaka kamili ataleta baraka kwenye njia ambayo kwa akili zako haukutegemea. Ungejua njia ingefunguka hii, lakini kwa sababu umegusa moyo wa Mungu inafunguka na ile ambayo hujaitegemea. Anasema kisha fungua madirisha ya mbinguni atawamwagieni baraka. Tena anasema hatutaweza kuziweka hizo baraka. Kuna watu wengi hawafanikiwi kwa sababu anajua akitoa sadaka amempa John na Pastor John na mke wake wale. Umeisha maskini wewe. Kwa sababu ni kanuni ya Mungu ya kufanikiwa.